Audio Jungle. Audio Jungle. Tuanze na jina. Jina ni kuita kama kawaida Kwira Sponsor Beki Tomato Life mwana Pamela. Ulisema tomato, ulijiita tomato. Hiyo ni jina yenye watu ukiambia mzungu mwenyewe anaanza kusimai tu anajua tu huyu ni mtu kamili huyu sasa. Mwana wa Pamela TVJ Itinyanya. Sawa. Sasa TVJ mimi nimeona uko na mambo mazuri hapa. Tuanzie hapo kwa mambo ambayo umetembea nayo leo. Naona mambo na miradi ya kuku. Kama saa hii niko na kuku. Unajua watu wengi mtu anafuga kuku niliambiwa kuku nafuga zikifika kidogo tu zimesha kufa. Sasa nashangaa. So kuku ufugaji wa kuku. Kitu ya kwanza inafaa uunde mahali penye utaweka kuku. Unda hapo mahali, tafuta cardboard, unda fence vizuri, yani seal vizuri, weka sawdust. Ukishaweka sawdust, tafuta joto. Unajua vifaranga ndogo zinataka joto. Nafaa sikuwe na joto. So unaweza tumia jiko, kuna hizi jiko zimeundwa unaweka makaa ama unaweza tumia stima. As long as bora uko na joto, hiyo ndio kitu mostly sana. Bora uko na joto mzuri. Na alafu na vifaranga zinaendelea kukua. Sasa zinaenda kama wiki moja hivi, wiki mbili, utaona hata zenyewe zimebadilika. So ukiona alafu una observe mapema unaona venye inakaa ni kama hii ndegevu unaweka dawa, unatibu. Tuseme ufugaji wa kuku, kwanza tuanzie tu hapo jinsi ambavyo tuanzie hapo kwa chakula. Chakula unajua kuna vifaranga jinsi ambavyo umetaja na kuna kuku sasa wenyewe. Sasa vifaranga chakula huwa yenye tunaanza kuipea siku kama hata day 1 old ni chick mash. Okay. Hiyo ni chick mash. Sasa hiyo ni ya vifaranga tu. Wewe unachukua chick mash unazipatia maji unaweka hapo na tunatumia chick mash, alafu unaweka chick formula, alafu na liquid paraffin. Hizo unaweka zinakunywa tu sikinani. The more zinaendelea kukua zinakuwa ukiendelea kuimprove. Utatoka kwa chick mash utakuja hivyo sikuje. Kama uko na pesa unanunua grams unaweka. Sikishafika kwa gramu zikishapita hapo weka koroash mash. Ukishaweka koroash mash, hiyo ni kuku itakuwa inaelekea 3 months. Unaweza chinja ikula nyama. Sasa kuna mtu anaweza sema kwamba huu mradi wa kuku si mchezo. Maana umetaja vitu vingi hapo vya chakula ambavyo pia naona inahitaji pesa. Kuanzisha miradi wa kuku unafaa kuwa na pesa mingi sana. Sasa kama saa hii kulingana na mimi mradi wa kuku ukiwa na 10,000 unaweza nunua vifaranga 50. Hiyo ni 5,200. Kifaranga ya huku chini huko ndani ukitembea hizo unaota tu kama hizi ni kampuni zinauza vifaranga hizi. Wanauza na pesa ngapi hivi? Wanauza kifaranga moja ni 105. 105 bob. 105. So ukikalculate vifaranga 50, hiyo ni around 52. So 52 unakuja unanunua chakula ya 900. Unakuja unanunua liquid paraffin na chick formula, hiyo ni 300. So hiyo ni 1200. Tayari umeshaanza hapo umekalculate hiyo ulikuwa na 10,000 umebaki na change hapo. Unaona? So hizo vifaranga zitakuja. So wakati hizo vifaranga zitakuja kama 350 ama 300 na unauza, unatoa pesa yako. Tu ukingoja ngoja kifaranga ikuwe kuku kubwa. Tamo kuku inaendelea kuwa kubwa, tamo inaendelea kula chakula mingi. Unaona? So kama utapata lakini sasa si bado hata kama inakuwa kubwa na pesa inaongezeka pia. Sasa usikuwe na tamaa ya pesa. Okay. Ukikuwa na tamaa ya pesa utaona na kama pesa mingi na pesa yenyewe haitoki. Sasa haiwezi. So kitu ufanye kama ni kuinvest, wewe invest, weka kuku ifike ianze kutoa mayai. Ikishaanza kutoa mayai utatafuta market. Hiyo mayai itakuwa inalisha hizi kuku yenyewe. So utapata mayai zimeanza kutoa, unauza tray 2, unanunua chakula. Umetaja swala na kuku na naona unajaribu kuweka kwa viwango. Kuku wana viwango vingapi? Sasa kuku tunaanza na kifaranga. Alafu ikishakuwa inakuja kwa kuku sasa. Kuku sasa ikishapita kwa kuku ikishafika kuku imefika nyama. Na zile kuna kienyeji na zile za kizungu unaita. Sasa tuko na kienyeji, tuko na pure kienyeji. Alafu tuko na broilers. Hizo ni kuku mara mbili.
So broilers ni miezi 3 imefika nyama. Miezi 6 imeshaanza Kwa kulinganisha na wewe unaona gani inaweza kuwa mzuri nikiamua kama leo? Sasa kama leo maamua unataka ile kama ni biashara unaweza anza kuchukua broilers. Sababu broilers ikifika miezi 3 unauza broilers kwa nyama. Unaweza uza kama 600, 650. So itakuwa na customer unaweza pataje? Unajua pia huwa ni si rahisi. Unajua customer kupata customer ni wewe mwenyewe kutia bidii. Sababu hata kama for example ukishakuwa na kuku, siku hizo wameleta online. Unaweka vitu online unasema huko na kuku juu. Watu wewe usipoona wewe mwingine ataona. Natambia mwingine. Na ukue ready kuanza kuwasupply. Mtu ataitisha kuku msupply. Wewe kitu unatafuta hapo. Na unamsupply na unapata umeanza kidogo. So itafika mahali hata wewe utafuti customer. Wewe ni kukuuliza tu uko na kuku. Nakuja kuku kiasi fulani. Na inakuwa mambo inakuwa hivyo. Hapo kwa mayai unaonaje? Inaweza patikana vipi kwa ufugaji wa kuku? Sasa mayai unajua pia inategemea na venye kuku inakula. Unajua kuku ikikula ikuwe strong, pe kuku yako chakula mzuri, yani kila saa. Inatoa mayai strong. So nikupe tu calculation kidogo kama uko na kuku kama 50 na zimefika za mayai. Wacha tuwashumu tu unatoa hapa hata tray kama hata 2. Unatoa mayai hapa tray 2. Hiyo ni muda upi? Kama ikianza kuna nini unajua zinaanza polepole. Kuna kuku zingine unapata zimetoa asubuhi na jioni. Lakini sasa ya jioni bado mpaka lazima iko good condition. Umeilinda vizuri. Umeilinda vizuri, unaipea chakula vizuri. Inataka. Unaona. Lakini sasa nilikuwa na calculate kama uko na kuku 50 na inakupea hata tray moja kwa siku ama tray moja na nusu. So utakalculate kwa siku kama 3 utakuwa umeunda tray moja saa hii ni 400. So tray 2 hiyo ni 800. Tray 3 hiyo ni 1200. Utakuwa una calculate either unapata 800 ama 900 kwa siku. Ndio utakalculate. For example kama umenunua chakula na chakula haijaisha, hiyo ni pesa unaweka. So pesa chakula ikihitajika unatoa kwa hiyo mayai, unanunua chakula hapo. Na inakuwa unaendelea hivyo na morali. Kuna wakati unapata ugonjwa unatokea tu, alafu unatandika kuku karibu wote. Sasa wewe kama mtaalamu unaweza advise vipi watu? Unaona kama hapo inakuanga lazy. Okay. Lazy yako. Tena kwa nini? Sababu unaona hiyo kuku. Wakati uko na kuku unaangalia behavior zake venye zina behave. Venye zinavyo. Alafu tena ugonjwa wengine zingine venye unasikia kuku uko nazo unatoa mahali penye zinakulia zinaenda kutembea tena zirudi. Sasa hizo ndio zitapata hizo ni damu utapata. Zote stimaliza hapo ndani au kubadilishi. Unaona? Lakini zote zikikaa kama wiki moja unatoa unaweka ingine. Wiki moja unatoa unaweka ingine. Alafu unasiobserve unaona zinatembea. Venye tu inatembea unajua tu hii kuku ni mgonjwa, una apply dawa haraka. Na usingoje kuku kuwe mgonjwa. Ndio utiba. Kuna magonjwa mengine ambayo yanatoka kwa majirani. Unajua kila mara utakuwa unatibu wako alafu inakuja tena. Sasa kitu inafanyika hapa mostly ni ugonjwa ya kuku sana. Kutembea kwa kuku. Kuku inaenda kuchukua huku, inaleta huku. Sasa hapo lakini kama kuku iko umeweka tu kwa nyumba yake, iko tu kwa nyumba yake. Sidhani kama kuku inaweza pata ugonjwa rahisi. Sababu hakuna yenye nasambaza hapo. Ndio unaona hata kama for example mimi nikitoka kazini nikienda huko. Inafaa nioshe miguu ndio niingie hapo. Unaweza pata wewe mwenyewe unatoa ugonjwa nje ukileta hapa ndani. So inafaa miguu inaoshwa. Na unaosha na nini? Kuna maji fulani unaweka. Hata sanitizer tu inafanya. Unatumia sanitizer. Si maji tu. Sasa unajua watu wengi hatujui kitu kama hizo kama sanitizer. Unanunua tu sanitizer, una sanitize mikono na una sanitize miguu. Na unafanya kazi yako na unatoka. Sasa kuku inaendelea kuwa sawa. Himiza watu ambao wanasema ati kilimo cha kuku hakina faida. Kilimo ya kuku iko na faida as ujitume. Unajua kuna mtu anachukua amechukua kuku amejiweka hapo, chakula ni kidogo na ipimia hivi, alafu anatarajia mazao. Jitume, tumia pesa kutafuta pesa. So mimi mtu mwenye anaanza kuku namwambia weka bidii. Haya sasa tukimalizia jambo ambalo hujaguzia na ungependa kuliweka sawa ni lipi? Mimi jambo la naweza ambia tu msikilizaji mwenye anasikiza fanya research, usikae tu kwa boma yako atumekaa unangoja tukutembelea watu wenye wako na kuku. Jifunze mambo mengi.
Unajua mtu hawezi kuja kukufunzia kwako. Kama umeseti kuku zako ziko sawa, tembele yako mtu fulani yako na kuku, enda muonaka akuimize. Hivi utapata umeanza kukuroki akili. Unajua kuku zikikuwa mmoja zinakuwa. Hata mimi nilianza na kuku kama 50 na zikakufa 30 nikabaki na 20. Sasa nikaleta tena zingine nikaanza kuimuru mpaka sasa nimejua venye naweza toa kuku ndogo mpaka kuku. Tukupata vipi kwenye mitandao ya kijamii? Mtandao ukitaka kunitafuta, enda hapo Facebook utafuta Tomato Live ama TVJ Tinyanya, utanipata hapo. Ukikuja TikTok, tafuta tu Tomato Live, utanipata hapo. Kila mahali tafuta Tomato Live, utanipata. Kando na kuku, kilimo kipi ambacho pia unapiga? Mimi napiga vilimo mingi, napiga kilimo ya mboga, niko na ng'ombe napiga. Okay. Vitu tu vingi bora zinahusiana na ukulima. Asante sana. Sana.